Kama wewe ni mpagani, video hii haikuhusu. Tuna siku zisizopungua 30 ambazo inatakiwa tufute fikra za kingono kwenye ubongo wetu. Kama umeplay video hii, naamini kwamba wewe sio mpagani, na maana upo kwenye dini moja hapo kati ya Uislamu au Ukristo. Na kwenye hichi kipindi kwa Waislamu na Wakristo ndio kipindi kizuri, kipindi kimoja ambacho tunapata opportunity ya kufanya vitu ambavyo vinampendeza Mungu na kusahau vile vitu vyote ambavyo ni vibaya ambavyo vinatupeleka kwenye dhambi. Kwa hiyo katika kipindi ambacho shetani upo makini kuliko kipindi chote ni kipindi hichi hapa, kwa sababu anajua kabisa kwamba kuna watu ambao anatakiwa wajaribu misimamo yao. Kwa hiyo na kitu kikubwa kabisa ambacho anakitumia ambacho ndio weakness ya watu wengi ni tamaa za kimwili. Kwa hiyo tuwe makini sana, hichi kipindi ni kipindi ambacho watu watachukua baraka sana, na ndicho kipindi ambacho watu wataweza kupata laana au wanaweza kupotea kabisa. Kwa hiyo tutajaribiwa sana hichi kipindi, tutajaribiwa sana, na tukishajaribiwa kuna namna ya kukiuka. Shetani ataanza kutujaribu, atatutest. Akishatutest, kama bado tupo upande wa Mungu, kama bado tunaamini, lazima kuna warning ambayo tutaipata. Kwa hiyo kitu cha kwanza inatakiwa tujue kwamba hii ni dhambi ambayo shetani anaitumia kunitoa katika kipindi cha baraka, katika kipindi hichi cha baraka. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni kugundua kwamba ni dhambi. Kitu cha pili ni kusikiliza sauti. Kwa sisi wa Kristo tunasema sauti ya Roho Mtakatifu. Whatever, kutokana na imani, kutokana na Mungu, kwa sababu wote tunaamini katika Mungu mmoja, kuna sauti tu ambayo tunaisikia ambayo inakuja kwamba hiyo ni dhambi, usiifanye. Kwa hiyo tukishagundua kwamba ni dhambi, tusikilize sauti ambayo inatuambia kwamba hiyo ni dhambi, tusifanye. Tukishasikia hiyo sauti, tusiwe available kwenye hiyo sehemu ambayo itatufanya tutende dhambi. Kwa mfano, this is open talk. Nipo free kuongea kwa sababu najua naongea kitu ambacho kipo. Wapo watu ambao wananunua watu ili waweze kushiriki nao tendo la ndoa au waweze kuingiliana kimwili. Wapo watu ambao wananunua hao watu. Kama kwenye kipindi chote hicho cha nyuma imekuwa ni weakness yako, shetani anatumia hicho kitu kukuteketeza, kukuangamiza, don't be available. It means usipite hayo maeneo ambayo huwa unanunua, usipite kabisa. Kama umekuwa addicted na pornography, it means fanya juu chini, uwe away. Yaani uwe mbali kabisa na pornography. It means kama una VPN futa. Kama upo sehemu ambazo kwenye mazingira ambayo yatakupelekea ufanye kitu kama hicho, Instagram, kama kuna page ambazo umezifollow ambazo sio nzuri, zitakupelekea kwenda kwenye dhambi, zifute. Make sure haupo kwenye mazingira ambayo yatakufanya uingie kwenye dhambi. Kimbia. Yaani kukimbia ndio jibu sahihi. Najua kuna mifano tofauti kwenye vitabu. Naamini kwenye Qur'ani lazima kuwe kuna mfano wa mtu yote ambaye alishawishika kimwili, akapata tamaa kimwili, akaingia kwenye dhambi, au kuna mtu ambaye alishawishika lakini akaweza kudhibiti na kuhimili ule msukumo, akaikimbia dhambi. Kwa sisi wa Kristo tunaona Joseph alikimbia dhambi. Aligundua kwamba kinachoendelea ni dhambi, kwa sababu mke wa bosi wake
alitaka akutane naye kimwili, ila yeye akakataa, na alikuwa ni mdogo tu, alikuwa na umri mdogo, alikuwa na muonekano mzuri pia. Mke wa bosi wake alikuwa na muonekano mzuri pia. Kwa hiyo ali make sure amegundua kwamba ni dhambi. Sauti ya Mungu akaisikia kwamba hiyo ni dhambi, usiifanye. Alichokifanya, akachukua uamuzi wa kutokuwa kwenye hayo mazingira. Alipochukua maamuzi ya kutokuwa kwenye mazingira, akaona kwamba imemuia ngumu, kwa sababu alikuwa ameng'ang'ania, akafanya juu chini, akakimbia. Kwa hiyo kikubwa, tuikimbie dhambi. Hata kama una imani kiasi gani, usiende na caution ya kwamba, usiende na kitu kile kwamba mimi nina imani hii dhambi naweza nikaiface, au vishawishi naweza nikaviface na nikavipita. Shetani ana nguvu jamani, shetani ana nguvu. Tunahitaji nguvu ya Mungu kuweza kuikwepa nguvu ya shetani na kuishinda. Kwa hiyo ni bora kuikimbia dhambi. Ukiona kwamba unaelekea kwenye dhambi, usiseme una imani ya kutosha utapita. Ni bora kuikimbia, bora kuikwepa, hata usiitazame. Kwa hiyo jamani, hichi kipindi to make sure tunafanya juu chini, tunaacha vitu ambavyo vinatupeleka kwenye tamaa za mwili, zitakazotupeleka kwenye dhambi. Kama una watch pornography, make sure ndani ya hizi siku zisizopungua 30 utakuwa umeshatengeneza habit, na siku 30 zinatosha kabisa kutengeneza habit ya kuzoea mazingira. Kama umezoea kufollow watu ambao wanaonesha maudhui ambayo si hayafai kwenye jamii, kwenye mitandao ya kijamii, anza kuunfollow mmoja baada ya mwingine. Tafuta kitu ambacho keep busy, kitu ambacho kitakufanya uwe mbali kabisa na hivyo vitu. Follow hao watu. Pia simu inaelewa, yani mfumo wa simu unaelewa kwamba huyu sasa hivi ana concentrate na watu wa hivi, tuamletee content za hivi, watakuletea content nzuri. Kwa hiyo jamani, niwatakie mfungo mwema, Kwaresma njema, mwezi mtukufu wa Ramadhani mwema, tuweze kuachana na dhambi ambazo tunaziacha nyuma tukiingia kwenye huu mwezi. Huu mwezi ukiisha, tuanze maisha mapya. I'm out.